Ndoa inasambaza ukarimu kati ya familia na familia. Wakati tu ule wanasema wakati ule wa kuja kutoa mahari, wakati ule wa send off, kumwaga binti au kijana kumpokea ile binti, wakati wa harusi, kuna masuala ya ukarimu yanaendelea pale. Ukarimu unaendelea pale. Wanakula chakula, wanafurahi, maana yake ukarimu, ustaarabu wa kukaribishana unaanza kupitia ndoa. Hakuna sehemu ambayo unakuta watu wanakaribiana, wametoka pande hizi, uko huu, uko hule, ndugu wale, wametoka mikoani, wametoka mashariki, magharibi, kila mahali kwa ajili ya ndoa ya mtu. Kwa sababu ya ndoa imeleta hawa watu kukaribiana, wameleta upendo, ukarimu unaendelea mahali pale. Kwa hiyo ndoa inaleta ukarimu miongoni mwa jamii. Ndio maana tunasema hata kijana ambaye umeoa au kijana unatarajia kuoa au binti uliyoolewa au unatarajia kuolewa, lazima ujue unaenda kwenye ndoa ili kuendeleza ukarimu kwenye jamii. Unaenda kwenye ndoa ili kusambaza upendo kwenye jamii. Haya pia ndio malengo ya ndoa. Ndio maana nasema kijana, usipokuwa na malengo nataka nioe kwa sababu gani, utajikuta unaingia kuoa kwa sababu tumeongea. Hujapanga ni nini majukumu yangu kwenye ndoa, ni nini mimi nikienda kwenye ndoa jamii yangu inatarajia nini. Wewe hujaoa tu kwa sababu ya kwako mwenyewe na mke wako. Umeoa ili jamii iendelee kuwa na makaribisho. Umeolewa ili jamii iendelee kusambaza upendo. Umeolewa ili jamii iendelee kuwa na ukarimu. Kwa hiyo hayo lazima uyazingatie. Ili unaposema nimeoa au nimeolewa, ukifika kwenye familia ya watu, hayo mambo ya enzi. Wewe kijana ukioa kwenye familia ya watu, hayo mambo ya enzi, mambo ya upendo, mambo ya ukaribu, mambo ya makaribisho.